Na mechi ilikuwa ni nzuri ya kuvutia kwa sababu kama unavyojua Singida walivyo na Simba ni mechi ambazo ni timu mbili ambazo zinapenda kupishana, na lazima ukikutana timu ambazo zinapishana ni mtu ambaye atakuwa na ufanisi mzuri wa kutumia nafasi, ndio ambayo ameenda kupata matokeo. Ukiangalia tangia kipindi cha kwanza kinaanza, Simba walionekana kutengeneza nafasi nyingi sana, lakini safu ya ushambuliaji butu ya Simba ndio imepelekea hata kipindi cha kwanza wakienda wakiwa tayari wako moja moja dhidi ya Singida. Lakini ukiangalia pia Singida ni kwa vile tu kocha wao hakuamua kumwanzisha Jonathan Soa, ambaye tunajua kwamba kama angeanza hapo nani mechi wakati ikiwa anaanza tungeshuhudia labda mechi ya tofauti, kwa sababu tunajua Jonathan Soa ni mshambuliaji ambaye anaweza kawapa Simba tabu sana. Ukiangalia akina Rushaini, akina Ture wanahitaji mtu ambaye anaweza akawaharasi ama akawatoa katika mudi. Kwa hiyo ukiangalia kipindi cha kwanza ulishuhudia kuweza kuiona Simba ikifanya vizuri sana. Ukimwangalia Elia Mpanzu amekuwa akifanya vizuri sana, Libasa Gwendo amekuwa na form nzuri tangia mechi hizi zimeanza ligi ya bara. Ukimwangalia Aura pia ameonekana kuwa na form nzuri sana. Clatous mambo alisaka Chama ameonekana pia na ubora mkubwa sana katika mchezo wa leo. Kwa hiyo ukiangalia Simba wamecheza vizuri na pia Singida wamecheza vizuri, lakini ni kitu gani ambacho kimewasibu Singida wao wasiweze kupata matokeo? Ni kwa namna ambavyo walikuwa hata kama wakiwa na mpira wanakuwa na papara nyingi sana. Mashambulizi yao yalikuwa yanaishia katika miguu ya mabeki wa klabu ya Simba, na hata kama ukiangalia hata kama pale ambapo wanaanza transition ya kwenda kushambulia unakuta bado hawana makini ambao ni bora sana. Kwa hiyo kwa namna fulani Simba walijua namna kucheza na Singida, huku ukiangalia Simba wao ukiangalia kwa namna ambavyo cheza leo ilikuwa ni mpira kuachia mpira mapema sana, ukaenda kwa Bisawala ambao alikuwa anacheza kama force namba 9. Unajua unapomuona Elia Mpanzu anacheza kama force namba 9, jua kuna dhahama kubwa sana katika timu pinzani, kwa sababu amekuwa na ubora mkubwa sana. The way anavyorani katika safu ya ulinzi ya timu pinzani amekuwa akiwapa shida sana, na amekuwa pia akitoa changamoto ambayo ni ngumu sana kwa mabeki kujibu kwa mapigo dhidi ya kwenda kumzuia Elia Mpanzu. Ukiangalia katika mchezo huu leo Elia Mpanzu kwa asilimia kubwa sana amefanya kilicho bora sana, kwa sababu jinsi ambavyo walikuwa watengeneza nafasi kwa wenzake imekuwa ni nzuri sana. Ukiangalia Libasa Gwe ni one of the best ni wingers hivi sasa ndani ya ligi Tanzania bara. Ameonekana kuwa na ubora mkubwa sana, na ameonekana pia kama vile ndio suluhisho bora, na kocha wa Simba Steve Becker ameonekana kwamba anayemtumia sana Libasa Gwe kwenda kutengeneza mashambulizi ambayo ni bora sana. 1v1 ni vigumu sana kumstop, ni vigumu sana kumsababisha kwamba asitengeneze nafasi ama asiwe na athari katika timu pinzani kaka. Kwa hiyo ukiangalia kwa namna fulani Simba wamekuwa na uimara mkubwa sana katika mawinga wake wa pembeni, huku wakionekana kuzalisha nafasi nyingi sana za kufunga, lakini bado hawajawa clinical sana kuweza kutumia nafasi, kwa sababu pia bado Dumbia hajawa yule ambao mashabiki labda walimtaka. Lakini ukiangalia hapa kwa asilimia fulani Mwalimu Steve Becker anataka timu yake iweze control mchezo, na maana yake nini? Lazima pia uhakikishe uwe na namba 10 mzuri ambaye anaweza kawa good passer mzuri kutengeneza assist ili timu yako kupata matokeo. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kwa upande wa Simba bado wanamhitaji Chama kuwa na ubora mkubwa wa ziada zaidi ya huu ambao anaonyesha, na pia kumpata mshambuliaji ambaye ataweza kutumia nafasi. Mimi naamini kwamba Dumbia kama endapo tu atafunga bao moja, tunafikiri itampa momentum kuendelea kujiamini zaidi na kujilia kutumia nafasi ambazo zinatengenezwa na klabu ya Simba kaka. Kumekuwa na matukio kadha wa kadha, sasa matukio ya kadi nyekundu. Mechi ya 3 mfululizo. Nyama Simba nakula umeme. Hii unaitazamaje na unaizungumziaje katika hilo? Ni kama vile nilikwambia, ni kama vile kadi nyekundu 4. Anzia na Limereki pia walipata kadi nyekundu Simba. Angalia na hata michuano katika ligi kuu Tanzania bara, mechi mitatu wamepata red card 3. Kwa hiyo ukiangalia hata Mwalimu Steve Becker lazima kuna namna ambavyo ataenda kufoka na wachezaji wake, kuna namna ambavyo atademand kwamba wachezaji wao waweze kutumia akili. Nilichogundua mimi kwenye klabu ya Simba, matumizi ya nguvu yamekuwa makubwa sana kuliko kutumia akili zaidi, kwa sababu ukiangalia hata zile rafu ambazo wanazifanya ni kuwa na matumizi ya nguvu sana kuliko kutumia akili zaidi kaka. Kwa hiyo hii ina athari kubwa sana katika timu ya Simba, na hii pia ina athari kubwa sana kutokana kwa mfumo wa mwalimu. Ni lazima sasa pia aanze kubadilisha namna gani sasa aanze kutumia wachezaji ambao maybe alikuwa atarajia kuwapa nafasi mara kwa mara, lakini kwa hivi sasa analazimika. Ukiangalia Anthony Mligo ndio fullback ambaye alikuwa amebakia, lakini yeye pia amepata red card. Ukiangalia pia kiungo wao fundi Jabali box to midfielder na pia na red card. Kwa hiyo ukiangalia kuna namna fulani Simba wanaanza kupata matatizo ambayo ukiangalia kwa asilimia kubwa ni kama vile wachezaji wake wanatumia nguvu sana kuliko kutumia akili ama kuliko kutumia ubongo, kwa sababu ukiangalia matukio haya yote ni rafu mbaya ambazo kwa wachezaji wa klabu ya Simba wanacheza. Ni nini ambacho kinawakuta wachezaji wa Simba leo? Kuna vitu ambavyo labda mashabiki wanashindwa kuelewa
ama pia mashabiki wa klabu ya Simba na viongozi kujua shindwa kuelewa, hata pia benchi la ufundi. Wachezaji wa Simba wamekuwa na ile dhamira ya dhati kwamba kumuonyesha mwalimu kwamba tunahitaji nafasi, na hata wale ambao wakipewa nafasi pia wanaonyesha ukakamavu ambao pia mpaka unapitiliza. Sasa ukiangalia hata pia kiungo Jabal rafa ambayo alifanya inaashiria kabisa kwamba hahitaji kuwa mzembe kazini, lakini kutokuhitaji kuwa mzembe kazini kaka, pia unaweza ukapelekea timu yako ikawa pungufu. Na ukiangalia hata ni Muligo naye vile vile rafu mbaya unaweza pia kumhatarishia maisha mchezaji asiweze kucheza tena, au pia upeleke injury ya muda mrefu sana. Kwa hiyo kwa namna fulani wachezaji wa Simba wamekuwa na matumizi mengi sana ya nguvu kuliko kutumia akili kaka katika matukio kama. Lakini pia upande mwingine video support referee imekuwa na matukio ambayo ni bora sana, na bado naendelea kuisifia kwa sababu imekuwa kingamua matukio mengi sana. Sasa ni nini ambacho kinaenda kuikuta klabu ya Simba kwa haya ambayo yanatokea? Ni kwa sababu pia hatujui mechi ijayo wachezaji wa Simba wataamka vipi, watatumia nguvu kiasi gani kwa hichi ambacho inaendelea, kwa sababu hivi sasa video assistant referee imekuwa iko very fast sana kungamua maamuzi ambayo yamekuwa na utata. Hapo zamani ukiangalia waamuzi wengi walikuwa ni kama vile wanafikia kwa sababu ya kutokuwa na uhakika zaidi wa kuyaona matukio haya, ambayo hivi sasa video support referee imekuwa iko wazi zaidi kuonyesha matukio haya, na hata pia waamuzi wamekuwa kwenda kuangalia na kutoa decision ambazo ni bora na kuweza kuonyesha kama yellow card ama red card ama no foul ama no penalty. Kwa hiyo ukiangalia kwa hivi sasa tunaanza kujivunia hichi ambacho TFF wamekileta kwa hivi sasa, kinaenda kutupa mwanga halisi wa vikosi vyetu ndani ya ligi ya Tanzania bara. Hata ukiangalia mechi hivi sasa zimekuwa na tension kubwa sana, kwa sababu hata pia zile middle timu ambazo zimekuwa muda mwingi zikisumbuliwa na haya majani makubwa, sasa hivi wamekuwa wakicheza vizuri sana, kwa sababu wanaamini kama once wakicheza vizuri watengeneza nafasi, basi video support referee inaenda kuwasaidia katika asilimia kubwa ya wao kwenda kupata matokeo kaka. Sawa, mashabiki wanasema kwamba FVS inawaonea sana, lakini pia tumemsikia kiongozi mmoja wa Simba akisema kwamba watajiandikia barua bodi ya ligi kuu kuhusiana na FVS. Wewe kwa upande wako na tazamaji na unazungumziaje katika hilo? Naam kaka, mimi nadhani kwamba kuna malalamiko ambayo sio mazuri, na malalamiko ambayo kwangu mimi sielewi. Ni kujaribu tu kuwatuliza wanachama klabu ya Simba na kujaribu kuweka usawa na kuamini kwamba kuna haki ambazo hawazitendewi haki kwa wao wachezaji wao kupata kadi nyekundu. Lakini ukiangalia hamna matukio ambayo yalipaswa kufumbiwa macho na waamuzi au yalipaswa kufanywa nini na waamuzi, lakini kiuhalisia ni kwamba walistahili kupewa red card. Ndio maana hichi ambacho kimetokea kwangu mimi ni sahihi 100%. Ni matukio ambayo yalikuwa ni mabaya sana ya kuogofya kwa wachezaji, kuhatarisha afya za wachezaji wenzao. Kwa hiyo kwangu mimi naona kama ni malalamiko hayako serious na wala hayana mantiki yote kwa viongozi wa Simba. Kama endapo wataamua kuandika barua, ni kama vile sasa wanaenda kujidhalilisha wao. Cha msingi ni kwamba benchi la ufundi na maanisha Steve Becker na benchi lake uweze kuhakikisha kwamba namna gani sasa uweze kuwakochi wachezaji hao kujaribu kupunguza matumizi mengi ya nguvu na kujaribu kukaba katika njia za akili zaidi kuliko kutumia akili na ni nguvu ambazo wamezitumia hivi sasa kupelekea wao kupata red card 3 katika ligi kuu Tanzania bara tangia imeanza kaka. Nini ambacho unaweza kukizungumza mpaka sasa kwa mwenendo wa ligi kuu ya Tanzania bara mara baada ya sheria mbalimbali kurekebishwa? Unalipi la kuzungumza wewe kama mchambuzi wa soka katika ligi yetu ya Tanzania? Nafikiri mpaka hivi sasa tumekuwa na matokeo ambayo ni bora sana. Tumesikia na matokeo ambayo ni bora sana. Tokea imekuja video support referee imekuwa na ubora mkubwa sana, na tumesahau zile kelele za waamuzi, na tumesahau mashabiki mbalimbali wakilalamika vijiweni ama pia hata tukipita sehemu mbalimbali tumekuwa hatusikii hizo kelele tena. Tumekuwa tena tunapita tunapata vitu ambavyo ni perfect, vitu ambavyo ni bora sana kuzungumzia, kwamba video support referee imekuja kungamua matukio ambayo yalikuwa na utata sana. Hata kwa hivi sasa timu hata kama ikipoteza, mtu anakuambia nimefungwa kihalali na nimefungwa kwa sababu nilifanya mistake, nimefungwa kwa sababu nilifanya makosa moja mbili tatu. Lakini ukiangalia hata upande wa makocha, malalamiko hayapo tena kaka. Malalamiko yamekuwa hayapo na wala hayapo kwa asilimia kubwa sana. Kwa hivi sasa waamuzi wanafanya kazi iliyoko bora sana, kwa sababu wanaamini nyuma yao kuna kitu ambacho kitawasaidia katika maamuzi magumu, na maanisha VR ambayo imekuwa ikifanya ubora mkubwa sana hapa katika ligi ya Tanzania bara tangia imeletwa na TFF. Video support referee imekuwa na ubora mkubwa sana na imekuwa na vitu ambavyo ni chanya na imekuwa na manufaa makubwa sana kwa kila klabu ambayo ilionekana kwamba inadhulumiwa, lakini baadaye ukienda kuangalia wanapewa haki zao za msingi na wanaonekana sasa mechi zitakuwa bora sana kaka. Sawa, mimi nikushukuru sana David Gaja kwa namna ambavyo umezungumza bana. Kaka na mimi nikushukuru sana kaka.